Akiwa na watoto wake, pia sisi tulikuwa wadogo hapa. So tumemea na hao watoto, auntie ametulea hadi tukafika mahali tulikuwa kila mtu akaenda shughuli zake. Sasa nyanya yetu pia vile alikufa, auntie akabaki, sasa yeye ndio tulikuwa tunaita mama. Yeye ndio tungekuja, ningesikia niko na stress mahali niko, mimi ni kufunga virago na kukuja hadi hapa. Tunaongea na auntie anatuongelesha, mimi natoka narudi. Sasa saa hii, hii boma iko na giza. Kwa sababu sidhani kama kuna mtu mwenye anaweza kuwa na nguvu ya kukuja hapa kuishi peacefully vile tulikuwa tunakujanga. Hatuelewi vile itakuwa. But tunaomba serikali kama inaona hii mambo, kwa sababu hatujui ni nini ilifanyika, watusaidie kufanya uchunguzi. Justice ifanyike kwa hii familia. Mimi sina kitu ya kusema. Saa hii Mungu tu atupe justice peke yake, hivyo tu. Sasa mimi sijui vile naweza sema, but sijui mtu aliingia mapema ndiye akajificha kwa nyumba, kwa sababu hakuna mlango yenye imeharibika. Tuseme maybe walibomoa mlango ama walifanya nini. But tena hiyo siku tukikuja, kuna mti huko chini, kuna mapera kubwa sana huko. Tuliona ni kama hapo ndio watu walikanyagia kutoka huko. Kwa hiyo kona tu. But hatujui alikuwa ndani, walikuwa na kifungu, hata kama walikuwa na kifungu, ile milango inakuanga na kifungu, yani locks za chini. Alifungua aje? Ni kama mtu sijui alikuwa ameingia ndani, kwa sababu sister yangu mdogo alikuwa huko. Huyo cousin yangu sasa, mtoto wa auntie last born, alikuwa amelala the next room. But imagine hakusikia kitu. Wakati walipasua hizo vioo zake, ndiye alitoka kwa kitanda. Hatujui sasa mlango ilikuwa imefunguliwa, haikuwa imefunguliwa. Lakini bado tuliona matone ya damu kwa hiyo mlango ya chini. So hatujui ni ya auntie ilikuwa ama ni ya nani. But mattress ya auntie ilichomeka hadi kitanda imechomeka hadi chini. Hapo katikati. Na hakuna kitu yenye imeharibika kwa hiyo room. Tuseme maybe moto ilishika curtains ama ikashika kitu ingine. Nilipiga simu. Nilikuwa nimeambia auntie Friday jioni, kesho asubuhi nakuja. Na anajua nakujanga asubuhi sana. Nikampigia simu, auntie akaamuka, akakuja akanifungulia gate. Tukaongea, nikamuuliza maneno ya Joseph ilikuwa aje. Akaniambia hapa mahali tumesimama ndio Joseph nilimpata asubuhi. Tukakuja na auntie, tukakuja tukafungua hiyo nyumba ya ng'ombe. Akaniambia hata sijakamua, nikamwambia mimi ndio nimekuamsha, sasa tutaanza kufanya nini? Kufanya hiyo shughuli. Tukafungua hapo, tukafungulia ng'ombe zenye hazikamuliwi, mbuzi. Tukazifunga hapa. Hii matawi ya mahindi ilikuwa, akaniambia hizo ndio zitakula. Mimi nikaingia kwa nyumba, tukaingia na auntie akaniambia tuende nitafute bucket nikuje kukamua, kwa sababu mimi hata sijui kukamua. Nikamwambia sasa mimi nitaendelea kufanya kazi ndani, wewe enda ukamue, wacha nioshe vyombo nipanguze na hii nyumba, alafu tutaona vile tutafanya. Auntie akakamua, tukapika chai, tukapika breakfast, nikapika chapati. Auntie most of the time auntie alikuwa on calls. Hadi nikamuuliza auntie, mbona unaonekana uko sawa? Na mimi naona siko sawa. Kwa sababu huyo uncle yetu alikuwa amewawa some 1 day, 2 days. Mbona akaniambia mtoto wangu, hii maneno tunaachia Mungu. Nikamwambia mimi roho yangu ni mzito. Sioni kama uko sawa, lakini kama umeniambia tuachie Mungu, ni sawa. Tukaongea vile wageni walikuja, nikaprepare chakula ya wageni wa kanisa walikuwa wamekuja, nikawapikia, tukaweka chakula, wakakula. Tukaendelea, sasa auntie alikuwa busy na wageni kwa nyumba, na mimi nikijipanga hapa. Auntie akaniongelesha, saa 10 ikafika, nikapigiwa simu gari iko ready yenye inanirudisha sasa. Nikaenda hapo sitting room kwa wageni, nikaambia auntie naondoka. Akaniambia Nyamo,
si ungeongoja wageni waende. Nikamwambia si unajua sitaki kupanda pikipiki. Wacha hao watu wafanye nini wanipeleke nitakuambia. Hiyo Saturday nilitoka hivyo. Nikafika kwangu, nikapigia auntie simu, hakuchukua mapema. Nimwambie nishafika so asikuwe na stress. Hakuchukua. Si tukafanya shughuli zangu sasa vile kwa nyumba niko na kaduka. Tukatoka kwa kaduka kwa sababu niliacha msichana huko. Tukatoka tukaenda kwa nyumba. Vile tumefika kwa nyumba hivi I think ilikuwa saa 2. Auntie akanipigia simu. Akaniambia Nyamo, nimeona simu yako. Nikamwambia nilikupigia nikuambie nilifika salama. Auntie unaendelea aje? Niko salama. Umekula? Ati nimekula. Umefunga geti? Ati saa zile wageni walitoka nilifunga geti kitambo. Nikamwambia umefunga milango? Ati tuko sawa hata tunaingia kwa kitanda. Nikamwambia sawa wewe lala poa tutaongea kesho. Alafu so hii incident imefanyika lini? Kuamkia Monday. Okay. Uncle Isaya alikuwa mgonjwa. Aligonjeka. I think alimaliza 1 year. Alikuwa amepata accident. So alikuwa ameumia. Akagonjeka mwisho akakuja akaaga. Ilikuwa December approaching Christmas. I think tulizika 23rd. Christmas hatukuikula tukiwa sawa. So tukalilia auntie yetu, uncle yetu, tukamaliza. Tulikuwa tuna visit ya auntie sasa si alikuwa amebaki peke yake so tungemfika karibu. After that auntie ako hapa na huyo caretaker hata sio ati ni caretaker naweza sema ni uncle yetu. Kwa sababu mama ya huyo uncle na baba ya auntie sasa marehemu ni brother na sister. So alikuwa ni cousin yake. I think alikuwa amefeel anastahili kuwa na mtu wake wa karibu kuliko kukaa na strangers. So akaleta huyo uncle wakakaa na yeye. Auntie wakati nilikuja sasa kumpa pole hiyo Saturday nilimuuliza nini ilifanyikia uncle. Ati hata mimi siwezi kukuambia vizuri but aliniambia nataka kutoka kidogo. Akaniomba 100 akatoka. Anajua anawekanga kakitu. Akatoka. Na auntie angemnyima hiyo kwa sababu si yeye ndiye alikuwa amekaa yeye sasa ndio mwanaume hapa. Akampea na anajua huyo uncle aendi kukaa hapo mahali. Anayefikanga na anarudi. So auntie akaniambia akampea 100 akaenda. Si walikuwa wamemalizana wamekula wako sawa wanalala zile nyumba zingine next sio hii kubwa. Kuna manyumba huko mwisho. Saa 2 kufika auntie akapigia uncle simu. Huyu sasa marehemu. Hakushika simu. Akasema maybe ameenda akaweka kakitu kake amela. Auntie pia kalala. Akaingia kalala peacefully. According to me vile auntie aliniambia alienda akalala peacefully. Aliamka asubuhi. Kushangaa aje yule jamaa ako mbona hajaniamsha aenda hata kukamua ng'ombe. Akaamka kuenda kufungua hiyo side nyingine. Kuenda kwa room ya huyo uncle anapata taa imefunguliwa mlango haijafungwa. Akashangaa, huyu ako wapi? Watu walikuja wakaiba ng'ombe. Akakuja kwa ng'ombe akapata ng'ombe iko sawa. Akaenda kwa gate, akapata gate kabla hata afike kwa gate. Wamama wake wa kazi walikuwa wanakuja wale day scholars. Akasikia wanapiga nduru. Akiwa tu hapo on the way kuteremka kwa gate. Akawauliza mbona mnapiga? Ati Joseph ndio huyu hapa chini. Gate haijafungwa. Auntie akaenda kuangalia akapata ni huyu uncle amelala hapo chini, wamemlalisha hivi. Ako na torch yake kwa mkono. Akapata amekufa. After that auntie hajamaliza hata 3 days. Na yeye tumepigiwa simu ndio huyu. Mimi nilikuja niking'ang'ana kukuja nikajua maybe naweza mpata hapo. Tulikuwa tunaongea na huyu bro. Yeye alikuwa kwa simu. Tulikuwa tunaongea na yeye namwambia, Bosco mmetoka? Ati Nyama tutatoka kuenda wapi tuko? Auntie yako? Ati auntie yako. Nini imefanyika? Auntie amechomeka. So kupita barabara kitambo nifika hapa nikapata washatoa auntie but niliangalia hiyo kitanda nikashangaa. Roho zetu zimeumizika.
yani roho zetu yani sijui kama tuko na administration hapa ama tuko na nini. Mi saa zingine najiuliza, wakati walipata Ango amekufa huko, mbona hawakutake step waambie hata auntie, we toka kwa hii boma kwanza, maybe tuchunguze hii kitu ndio utarudi. Na watchman wake kuuliwa, though not even a watchman, tunaweza sema like he was his brother. Alikuwa ni kama Ango yetu kwa hii familia yetu. Kuuliwa, it's just a sad story and a very shocking story. Me, when I got the information first kutoka kwa Fera tukuje tuone auntie yetu hajaamka nini imefanyika. Wakati nilifika nikapata watu wamejaa. So kukuja tu niliona tu dirisha zimepasuliwa na moshi inatoka. Nilikuwa napigiwa masimu na mandugu zangu kuulizwa nini ina happen kwa ground. Ni kitu ambayo ilikuwa inafunja moyo sana and in an honest way sidhani kama mtu unaweza hata fanyia adui yako hivyo kitu kama hiyo yenye ilikuwa imefanyika. Si kitu ya tunaweza sema is that serikali ya Kenya iko and kama it is really functional, justice inafaa happen. Juu after all, without justice sioni kama kuna kitu yenye tunaweza kuwa tunajua about government. But we hope this is going to happen fast and watu wajue watu tunamuona hapa, so they try to, hiyo ndo kitu inaweza tujue tu kitu ili happen, tujue mwenye alifanya hivi na at the end of the day tutashukuru kama justice it happen for the family. Okay, about differences kutoka kwa auntie yangu na kuja kwa community, siwezi sema kama kunaweza kuwa na difference because huyu ni mama wa kanisa. From the community people wenye tumepatana nao, actually they were planning for a seminar ya watoto wa Pathfinder. Huyo auntie yetu so hawezi kuwa mtu mwenye anaweza kuwa na mzozo. Femi namjua ile fe namjua juu mtu mwenye tuko close sana and every time tunapatana, haiwezi pita hata siku mingi kama hatujapatana. So we have had always communications na mambo mingi, but we thank God. Justice it happen.